Karibu tena kwenye channel yangu ya Data Design, na leo nitakufundisha namna ya kucolor grade picha. So bila kupoteza muda, tutafungua Adobe Photoshop, tutaiplace picha yetu ambayo tunataka kucolor grade kwenye file, open, and then nitachukua picha labda tuseme hii hapa mfano. Ni njia rahisi sana, picha inakuja quality. Kwa hiyo ndio picha yetu ambayo nataka tuicolor grade. Kabla tujafanya chochote, make sure una duplicate layer. So tutabinya Control J kwenye keyboard ku duplicate. Tutabinya Control J kwenye keyboard. And then baada ya ku duplicate layer yetu, tutakuja kwenye filter. Kwa tutakuja kwenye filter, camera raw filter. Baada ya camera raw filter hapo ndio tutakuja kwenye panel ya kucolor grade picha yetu, ambapo tutakuja kupata picha nzuri na quality. Tunasubiri ifunguke, ndio imefunguka hapo panel yetu ya color grading ambayo ni camera raw filter. So baada ya hapo, kitu cha kwanza kwenye color grading kwenye camera raw filter kuna option nyingi sana ambazo zitakuwezesha wewe kukupa picha nzuri. Kuna ambazo ni auto, ambazo una select tu, au kuna ambazo ni manual ambazo tunafanya sisi. Kwa color grade picha yetu kutokana na namna ambavyo tunataka sisi iwe. So tutakuja kwenye option ya kwanza ya colors. Kwenye colors hapa nitaongeza kidogo vibrance. Ongeza kidogo vibrance na saturation kidogo. And then baada ya hapo nitakuja kwenye light. Hapa kwenye light nataka niongeze exposure kidogo, nataka picha yangu ing'ae kidogo. So tutaongeza exposure kidogo kama hivyo. And then tutakuja kuongeza pia blacks. Nataka kuwe na blacks kidogo, ising'ae sana, ku balance mwanga, dark and white. Kwa baada hapo tutakuja kwenye white, tutatafuta ambayo inang'aa zaidi kama hivyo. And then kwenye shadows hapa tutaongeza kidogo shadows. Naona hapo picha yetu inazidi kubadilika. Baada ya hapo tutashuka chini, kuna option ya calibrations. Hapa kwenye calibration tutakuja kuongeza red primary, kwa sababu picha yetu ina red, so ina red na rangi nyingi. So tutakuja kwenye red primary, nitaiongeza kidogo hue ili kung'arisha red, inatosha. Then baada ya kuongeza hue tutakuja kwenye option nyingine. Tutakuja kwenye color grade, hii panel ya color grade. So tukifika hapo kwenye panel ya color grade kuna option tatu, kuna midtone, kuna shadows na kuna highlights. So nataka tucheze na zote, midtone, shadows and highlights. So nitakuja kwenye midtone, natafuta midtone kwenye picha yangu. So utachezesha kutokana na picha yako na kile unachokitaka. So nitaanza kutafuta midtone kwenye picha, nitakuanzisha kidogo. Ukienda sana utakosa matokeo kama hivyo. And then nitakuja kwenye shadows. Shadow nataka isiwe kali sana, shadows kama hivyo. And then nitakuja kwenye panel ya highlight kama hivyo. Tutakuja kuangalia picha yetu, nadhani unaona ilivyokuwa na sasa hivi ilivyo. Picha inazidi kuwa nzuri zaidi. Kwa baada ya hapo tutakuja kwenye panel ya color mixer. Hapa kwenye color mixer kuna option mbili, kuna mixer. Kwenye mixer kuna hue, kuna saturation, kuna luminance. Alafu option ya pili kuna point colors. Kwa hiyo tutapoint color ambayo tunataka kuifanyia saturation au color grade color kwenye picha yetu. So tutaanza na kwenye mixer. Tutakuja kwenye panel ya mixer, tutakuja kwenye saturation.
So tutachagua color ambayo tunataka kuifanyia saturation specifically. Kwa hiyo nitakuja kwenye red, nitachukua red nitaisaturate kidogo +2, afu then nitakuja kwenye orange. Kuna orange kwenye picha yangu, so nitaishusha kidogo. Umeona, nafikiri unaona uso unazidi kung'aa. Kwenye nitashusha kidogo orange labda kwenye 11 hapo, and then nitatafuta, tutakuja kwenye hii part ya pili ambayo ni point colors. Kwa tutapoint specific color ambayo tunataka tuifanyie color grading. So nitakuja tutabidi hii color picker, point color picker, and then tutakuja kwenye picha yetu, tuna point sehemu ambapo tunataka tu adjust color husika. So nitakuja kwenye rangi ya nguo. Kwenye rangi ya nguo hapo nitaongeza hue kidogo. Nadhani unaona matokeo, usiongeze sana, italeta effect na kwenye sehemu zingine pia. Kwa hiyo nitaiongeza kidogo hapo. Saturation nitapandisha kidogo kama unavyoona, then nita point sura, ngozi, color ya ngozi. Kwa hiyo nita point hapa, nita point ngozi, and then nitaiongezea light kidogo kama hivyo. Nitaipa light kidogo kama hivyo. Na baada ya hapo nitakuja kwenye nitapoint hii rangi ya orange, yellow ambayo ipo kwenye outside ya picha, kwenye background, kwenye maua haya. So kwenye yellow nitacheza nayo kidogo, nitaongezea saturation kidogo ili ing'ae kidogo. And then baada ya hapo nadhani unaona, unazidi kuona matokeo yetu, picha ilivyokuwa. Hapa ni before na hapa ni after. Kwa baada ya hapo kuna kitu kimoja tukiwa tufanye, tutakuja kwenye edit background. Kama background tutai color grade background peke yake. So kufanya hivyo, kuna Photoshop wametupa option ya kuondoa picha kwenye background yake huku kupitia kwenye kamera ya raw filter. So tutakuja kwenye hii option hapa ya masking, kwa click masking, and then tutakuja kwenye option mbili. Kuna subject ni hii picha yetu. Kwa tukitaka ku color grade picha, tutakuja kwenye picha, afu then kuna sky. Kama kungekuwa hii picha yetu ingekuwa ina sky nyuma, au kuna anga nyuma, ndo tungetumia sky. So sisi tunataka background, kwa tuta click background. Kwa ita remove background automatic. So let's see and wait how it will work. I think it selected the background, so we can wait until it is completely selected. So take your time a little bit according to your performance of your computer. It determines how long it take to finish. So for mine, it take a little bit a minute to complete. So let's wait for it, and then we can go on. I think it's going to finish. It's about few seconds and it will finish. So I think it is finished. So let's continue. At this side, we should color grade only the background, and you can see the background here has been selected. You can see the background has been selected. So what you can do now is to color grade the background. Kwa hiyo tukiwa kufanya hapo, tutakuja kwenye picha, kwenye hii kialama kidoti chekundu hichi, kwa tutakiselect, and then color grade, tutacheza nacho ili kupata background ambayo ni nzuri zaidi.
Utakuja kwenye opacity hapo, utaongeza kidogo, then uta click okay. And then baada ya hapo tutashuka chini, tutakuja kwenye colors. Kwenye colors temperature tutaongeza kidogo. I think unaona tukiongeza temperature background inabadilika. I think unaona the way inavyokuwa, so tutaongezea kidogo. And then tutakuja kwenye saturation, tutapandisha saturation kidogo. I think unaona matokeo huko. Tutakuja kwenye hue tutacheza nayo ili tupate background nzuri. Tutacheza nayo. You can take your time until you can get something which is better and which can be attractive. So nitafuta kitu kama hiki. Nitatafuta kitu kama hiki, sitaenda pale sana na uhalisia wa picha yetu ya background yetu. So nitakuja hapo and then nitakuja kwenye colors, nitaongezea white shadows. And you can see how the image is. And then blacks, I can add blacks sometime. Also I can come here on contrast and increase it a little bit. You can see our image is saturation. I can adjust a little bit. You can see this is before and this is after. You can see. So kupata kitu kama hiki ni rahisi sana. Hivi ndo namna ambavyo unaweza kufanya color grade ya kutumia picha yoyote ile unaotaka kuifanya color grade. So baada ya hapo tutabini okay ku apply changes kwenye picha yetu. Hii ni before ambavyo ilikuwa hatujafanya color grading. Kwa tusubiri tuone tukishaifanya color grading itakueje. Ina apply changes hapo. So let's wait a little bit until it changes to be accomplished. So usiendelee kuwa mbali na channel ya Dalton Design. Tutakupa tips na njia nyingi za kuhusu Photoshop na poster design na logo design na vitu vingi kuhusu Adobe Photoshop and graphics design. So hii ndo picha yetu baada ya kuifanyia color grading. So nafikiri umeona picha ilivyo. Hii ni before picha kabla tujifanyia color grading na hii ni after picha baada ya kuifanya color grading. Karibu sana kwa channel ya Dalton Design upate tips nyingi za kuhusu Adobe Photoshop.